Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa kila jambo, kwa maana kila jambo linalotendeka juu ya maisha yetu linatendeka kwa wema wa Mungu na linatendeka na kusudi. Bwana asifiwe. Haijalishi ni mangapi umeyapitia, haijalishi magumu namna gani, lakini Mungu yupo. Mfalme wa Israeli yupo. Yeye ni Mungu aliyewaokoa wana wa Israeli kutoka kwa nchi ya utumwa, kutoka kwa mateso. Bwana asifiwe. Neno langu la leo kichwa chake ni We are epistle. Sisi ni barua. Bwana asifiwe. Sisi ni barua, barua ambayo imeandikwa na Mungu. Bwana asifiwe. Wacha maisha yako, wakati ambapo mtu anaangalia maisha yako, wacha akaseme kwa kweli Mungu anaishi. Mungu anaishi ndani yako. Bwana asifiwe. Usikue ule mtu mwenye mtu anasema, anakuangalia anasema kama hivi ndio watu ambao wameokoka wanatembea, kama hii ndio hali ambayo watu ambao wameokoka wanapitia, siwezi okoka. Wacha maisha yako ikawe ushuhuda na ikawe barua ambayo ikisomeka inasomeka vizuri machoni pa watu, hata machoni pa Mungu. Bwana asifiwe. 2 Corinthians 3:2-3. Bwana asifiwe. Paulo aliandikia Wakorintho barua hii akiwaambia wao ni barua, na barua ambayo inasomeka na watu wote, inasomeka katika ulimwenguni kote. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wakorintho 2:3, Wakorintho 3:2. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema you yourself are letters written on your heart now and read by everybody. Bwana asifiwe. Wewe ni barua ambayo inasomeka na watu wote, inasomeka na kila mtu. Bwana Yesu asifiwe. Na kama wewe ni barua, Bwana asifiwe, kama wewe ni barua, inamaanisha you are not carry the message, you are the message. Bwana asifiwe. Wewe ndio ujumbe, haujabeba ujumbe, wewe mwenyewe ndio huo ujumbe. Bwana asifiwe. Na kama wewe ndio ujumbe, ndio maana nimeanza kusema ya kwamba maisha yako vile unaishi, jinsi unakaa na watu, jinsi unavyohusiana na watu, itadetermine kama wewe ni ujumbe wa Mungu ama wewe ni ujumbe wa shetani. Bwana asifiwe. Kwa maana Biblia imesema we are letters, na kama wewe ni barua, wewe ni barua, wewe si ujabeba huo ujumbe, wewe mwenyewe ndio huo ujumbe. Bwana asifiwe. Maisha yako vile unaishi, jinsi unavyokaa na watu, Bwana asifiwe. Kwa hivyo watu wanasahau Genesis. Kuna Genesis 15:13-14 ama Acts 7:6-7 zinasema kitu sema. Kwa maana Mungu alimwambia Ibrahimu, uzao wako utaenda kwa nchi ya kigeni. Bwana asifiwe. Na utatumika katika nchi ya kigeni kwa mateso. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama unapitia mateso, Mungu yupo. Wewe ni barua ambayo imeandikwa na Mungu. Unaangalia hawa walikuwa wateule wa Mungu, watu ambao Mungu alikuwa amewachagua, lakini walienda kwa nchi ya utumwa. Bwana Yesu asifiwe. Na ilikuwa imeandikwa na watatumika huko kwa siku 40. Bwana Yesu asifiwe. Kwa miaka 40. Hiyo miaka 40 inamaanisha judgment. Hiyo
ilikuwa wakati wa hukumu. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa wakati wa hukumu. Hiyo miaka 40 ambayo Mungu alisema watenda wautumike katika nchi ya utumwa. Bwana Yesu asifiwe. Na kama wewe ni barua, God write on you, not on paper. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ameandika kwako, si kwa karatasi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Biblia ni neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia yenyewe inasema neno la Mungu lisitoke kinywani mwenyu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo inamaanisha ya kwamba usome Biblia, uelewe. Ukishaelewa unakuwa Biblia ambayo inatembea. Bwana Yesu asifiwe. Lazima uelewe Biblia ndio upate njia ambayo utakuwa barua njema kwa watu. Bwana Yesu asifiwe. Old Testament, Old Covenant iliandikwa kwa tablets of stones. Bwana Yesu asifiwe. Exodus 31:18, the 10 commandments iliandikwa kwa mawe. Bwana Yesu asifiwe. Na baada ya Musa kutoka kwa mlima kukuja, alipata wana wa Israeli wamesahau Mungu, wamejiundia miungu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambapo walijiundia hiyo miungu, wakaanza kuisujudu. Musa wakati alishuka kutoka kwa mlima kukuja, aliwapata wanasujudu miungu. Musa akakasirika, akaangusha chini. Bwana Yesu asifiwe. Ikapasuka, ikavunjika. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo mwanzo kabla hajapeana 10 commandments ilikuwa 600, zilikuwa 600. Bwana Yesu asifiwe. Amri 600. So kama hiyo kama hizi 10 zinatushinda kukip, sasa hizi 600 ndio tungeweza. Bwana Yesu asifiwe. So wewe ni barua. Usikuwa ule mtu ambayo ukiona mambo imekuwa magumu unaanza kusema hapa sasa uanze unapea watu advice mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Ukienda hata kutembelea mtu, hata kama ndio umeona ni ukweli yako hali mbaya, lakini mtie moyo, mwambie Mungu yupo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana wewe ni barua. New Covenant written on tablets of heart of people. Bwana Yesu asifiwe. Iliandikwa kwa moyo wa watu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni barua ambayo iliandikwa ndani ya moyo wako. Jeremiah 31:33, Ezekiel 36:26. Bwana asifiwe. Iliandikwa. Mungu alisema sitaandika tena kwa mawe, kwa maana mawe itapasuka, mawe itapasuliwa. Bwana asifiwe. Na kwa nini akasema ndaandika kwa moyo? Kwa maana moyo wa mwanadamu unavunjika, una bleed, lakini bado utarudi. Bwana asifiwe. Lazima urudi. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama uko na moyo mgumu namna gani, lazima Mungu akisema leo imefika, rejea, utarudi. Bwana asifiwe. Ndio maana akuandika kwa mawe. Bwana Yesu asifiwe. The Spirit is the ink. Roho Mtakatifu ndio wino. Bwana asifiwe. Kwa maana ile ya kwanza aliandika kwa mawe, na sasa hii Roho Mtakatifu ndiye ataandika. Bwana Yesu asifiwe. Written not on ink but on the Spirit of living God. Bwana asifiwe. Imeandikwa si kwa wino bali ni kwa Roho Mtakatifu wa Mungu aishie milele. Bwana asifiwe. Leta barua, ukuwe na barua alafu umeiweka kwa loka, haina maana. Bwana asifiwe. Ukikuwa na barua na umeiweka chini mahali ambapo mtu hawezi soma, haina maana. Bwana asifiwe. So jiulize wewe mwenyewe, wewe ni barua ya aina gani? Umejificha chini ama umetoka juu? Bwana asifiwe. Kwa maana kama umejificha hauna maana. Bwana asifiwe. Kama unaonekana uko na maana. Bwana Yesu asifiwe. The Israel gang. Bwana asifiwe. Hiyo ni Exodus 2:23. Wakati ambapo wana wa Israeli walikuwa katika nchi ya utumwa, huyo mfalme
aliyekuwepo akakufa. Wana wa Israeli walilia kwa uchungu sana. Bwana Yesu asifiwe. Na kulia kwa uchungu, Mungu akakumbuka ahadi aliyeiweka na Musa. Bwana asifiwe. Akakumbuka ahadi aliyeiweka na Musa, alikumbuka hiyo ahadi, akasema nimekumbuka ahadi niliyoweka na Musa, kwa hivyo nitatuma msaidizi. Bwana Yesu asifiwe. Egypt watched them working out with gold. Bwana asifiwe. Wana wa Misri waliwaona wana wa Israeli wakitoka na dhahabu. Katika hiyo shida ambayo upo, katika hiyo matatizo ambayo umepitia, katika hiyo hali ambayo unapitia, Mungu yupo. Muite, hautatoka hapo ukiwa hivyo. Kwa maana wana wa Israeli wakati ambapo walitoka Egypt, walitoka na vitu, walitoka na mali, na wakienda hawakukuwa na chochote. Bwana Yesu asifiwe. So wenda uko katika umaskini huo, katika hali hiyo umaskini, Mungu yupo. Mungu anatazama na Mungu anajua, Mungu anaona. Ni wewe sasa uchukue hatua ya imani, umuite Mungu. Bwana asifiwe. Ukimuita Mungu, umulilie Mungu, Mungu atakumbuka ahadi yake aliyeiweka. Na Mungu wetu ni Mungu anayetimiza ahadi yake. Bwana asifiwe. Your deliverance preach. Bwana asifiwe. Hiyo hali ambayo unapitia sasa, katika hiyo ugumu ambayo unapitia, hiyo inahubiri. Bwana asifiwe. Hiyo ni mahubiri, inahubiria mtu mahali. Bwana asifiwe. Wakati ambapo Mungu atakuja akutoe hapo kwa hiyo shida, katika hiyo hali ambayo upo, wakati ambapo Mungu atasema umeteseka ya kutosha, sasa mimi Mungu nimeshuka mwenyewe, watu watatazama, watasema kwa kweli Mungu yupo. Bwana asifiwe. Your 40 years story is published, proved by God. Bwana asifiwe. Hiyo miaka 40 ambayo unateseka, hiyo miaka 400 ambayo umeteseka, Bwana asifiwe, Mungu ameipublish, imekuwa approved. Bwana asifiwe. Imekuwa approved kuwa story ya kwamba nilipitia, ya kwamba nilifanya hivi, nilikuwa katika hali ya magonjwa, nilikuwa katika hali ya umaskini, lakini Mungu amekutetea. Bwana asifiwe. Utasema Mungu aliniokoa. Bwana Yesu asifiwe. 40 years is the time given to repent. Bwana asifiwe. Hii 40 miaka 400 ambayo Mungu alipea wana wa Israeli waende Egypt, ilikuwa muda wao kutubu. Bwana asifiwe. Israel was the letter from God to Pharaoh. Bwana asifiwe. Israel walikuwa barua kutoka kwa Mungu kwa Farao. Bwana asifiwe. Gang hiyo nyambani nimesema Genesis, Exodus 23. Bwana asifiwe. Wakati ambapo wana wa Israeli wakalilia Mungu, Mungu akakumbuka ahadi aliyeiweka na Ibrahimu. Bwana asifiwe. Hiyo ahadi aliyeiweka na Ibrahimu, akasema lakini nitakuja niwaokoe. Bwana asifiwe. So Mungu atakuja mwenyewe akuokoe. Usitarajie mwanadamu akuokoe, usitarajie binadamu yoyote. Usiseme uko na ndugu yako mwanajeshi, uko na ndugu yako anafanya kazi kwa serikali, uko na ndugu yako MP, uko na babu yako mbunge, hawezi kukusaidia. Bwana asifiwe. Ni Mungu tu ndiye anaweza kukusaidia. Ni Mungu approve. Akisha approve na atakuja akusaidie mwenyewe. Bwana asifiwe. That letter was published. Bwana asifiwe. Hiyo barua ilikubalika mbele za Mungu. Bwana asifiwe. Historia ya wana wa Israeli ilikuwa historia ambayo Farao alifikiria atazidi kuwafinyilia, alifikiria atazidi kuwatesa, alifikiria atazidi kuwafinya chini, lakini Mungu akasema
mimi Mungu najua to keep my covenant. Bwana asifiwe. Na Mungu akakumbuka ahadi yake, na kukumbuka ahadi aliyoahidi akatimiza. Bwana asifiwe. So niko hapa Masaya, ninakwambia kwamba ahadi ambazo Mungu ameahidi kwa maisha yako, ahadi yoyote ambayo Mungu aliandika ndani ya maisha yako, kama shida umefinyiliwa kwa shida, kama shida imekufinyilia, magonjwa imekufinyilia, umaskini umekufinyilia, ufukara umekufinyilia, Bwana asifiwe, Mungu yupo. Mungu atakutokoa. Mungu mwenyewe atakuja akusaidie. Hatutazidi kufinyiliwa. Hatuwezi kuzidi kufinyiliwa na vitu ambavyo havijui, vitu ambavyo hatuvijui. Bwana asifiwe. Kuna mambo ambayo mababu zetu walifanya zamani. Kuna madhabahu walizozijenga. Bwana asifiwe. Kuna mipaka ambazo waliweka, wakasema ya kwamba kwa hii jamii mtu atapita hapa, mtu atasoma. Umesomesha mtoto, umehangaika, umesoma, umehangaika, umesoma, lakini hakuna kazi. Bwana asifiwe. Umeteseka miaka nyingi, umehangaika na magonjwa. Walisema kwa hii jamii hakuna mtu atakaye kuwa mzima, watakuwa wagonjwa wote. Bwana asifiwe. Mungu yupo. Hakuna kitu ambacho kinashinda Mungu. Hakuna jambo lililo gumu kwa Mungu. Bwana asifiwe. Yote anaweza. Barua yako Mungu ashaiamrisha, Mungu ashaikubali. Bwana asifiwe. Umeteseka, lakini sasa uko unapita kwa kishindo. Bwana asifiwe. Hatuwezi kubali mambo ambayo watu walifanya zamani ikuje ianze kututesa. Bwana asifiwe. Kwa sababu hiyo vitu walifanya, wao waliona inapendeza machoni mwao. Bwana asifiwe. Lakini sasa sisi hatuwezi kuyafanya, hatuyajui. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Inafaa sasa, kuanzia sasa uko unapanga vile utaanzisha generation mpya, generation ambayo inamjua Mungu. Si ati uanze kufuata mambo ya mababu, ati mtu amekufa, amezika, mnaenda makumbusho. Ndugu yangu, unaamsha mizimu, na mkikula na mzimu itakuwinda. Bwana Yesu asifiwe. So inategemea wewe ni barua aina gani. Kama wewe ni barua ambayo imetoka kwa Mungu, hauwezi fanya vitu kama hiyo, hauwezi tenda vitu kama hiyo. Bwana asifiwe. Hauwezi enda kukula na mizimu. Bwana Yesu asifiwe. The nation will read it. Bwana asifiwe. Mataifa yatasoma. Na mataifa ni kina nani? Mataifa ni majirani yako, watu wa karibu wako. Hao ndio mataifa ambayo watakusoma wewe kama barua. Bwana Yesu asifiwe. Penye unakaa watu wanasemanga wewe ni nani? Wewe ni nani penye unaishi? Bwana Yesu asifiwe. Wanasemanga ule jamaa, ama wanakuitanga mchungaji, ama wanakuitanga ule muombezi. Inategemea vile wewe utaishi na wao, ndio itadetermine jina ambayo watakuita. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo iko Joshua 2:10. We have heard how the Lord drove up the Red Sea. Bwana asifiwe. Mungu alikausha bahari ya Shamu. Bwana asifiwe. Bahari ambayo wana wa Israeli waliitazama wakasema, tumefika mwisho, hatuwezi endelea, tumefika mwisho, tunakuja kuangamia. Wakamwangalia Musa, wakamwambia Musa, ulikuja kututoa kule ili tukuje tufie hapa. Bwana asifiwe. Mungu amekutoa kule kote, umefika hapa umemsahau kwa sababu ya tatizo ambalo unaliona, kwa sababu ya ugumu ambao unaiona mbele yako. Ukitazama hauoni njia, ukitazama unaona kumefungwa. Bwana Yesu asifiwe. Ninakuja kuambia hapa, Mungu aliyefungua bahari ya Shamu bado yupo katika hiyo hali yako, katika hiyo shida yako, katika hiyo kitu ambayo umeona sasa nimefika mwisho, katika hiyo hali, katika hiyo magonjwa ambayo unaona unasema siwezi, unasema haya yamekuja kuniangamiza. Ninakuambia ya kwamba hayajakuja kukuangamiza, yamekuja kutengeneza ushuhuda juu ya maisha yako, yamekuja kutengeneza ushuhuda, watu watambue ya kwamba
Mungu wako anaishi. Mungu unayemwabudu anaishi. Mungu unayemsifu anaishi. Kwa maana alipasua bahari ya Shamu, wana wa Israeli walifika, wakaona wamefika mwisho. Wana wa Israeli waliona tumefika hapa, tunaangamia, tunaangamia. Lakini Mungu mbinguni akasema, hamwezi angamia. Hao wa Misri mnaowaona, hamtawaona tena kwa maisha yako. Hiyo shida unayoiona, hiyo mahangaiko unayoiona, hautaiona tena, hautaiona tena kwa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Tumeteseka miaka nyingi, miaka nenda miaka rudi, unazungukia mahali moja. Bwana Yesu asifiwe. Nani alisema hutamiliki shamba? Bwana Yesu asifiwe. Wewe unaishi kwa landi, unahama, unaenda hii, unaenda. Bwana asifiwe. Hiyo tumekataa. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tutoe ushuhuda, tuseme kwamba kama si Mungu kuwa upande wetu, adui wangetumaliza. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo shida unayoiona, hiyo matatizo, hiyo magonjwa ambayo yamekufinya, huyo mtoto ambaye amekutesa miaka nyingi, Bwana asifiwe. Mungu yupo. Muite yeye ni mfalme wa amani. Muite yeye ni mfariji wa wafariji. Bwana Yesu asifiwe. We are the apostles. We go. Bwana asifiwe. Sisi ni wa mitume. Bwana asifiwe. Sisi mitume tunaenda, hatukai tukisema watakuja. Tunaenda, matendo yetu yadhihirishe kwamba Mungu yupo. Bwana asifiwe. Mitume walienda, hawakukaa. Bwana asifiwe. We are the letter, we show. Tunaonyesha, unaonyesha kwamba wewe unamjua Mungu, wewe unamfahamu Mungu. Bwana asifiwe. Inafaa popote penye upo watu watambue huyu anamjua Mungu. Bwana asifiwe. Watu wakifanya mambo yao wasikuhusishe, wajue ya kwamba huyu tukimuhusisha atakataa. Bwana asifiwe. Si ati kila kitu ambayo watu wanafanya lazima ukuwepo, hapana. Zingine unakataa. Bwana asifiwe. God does not send you with the word or verse, but he make you the verse and the word. Bwana asifiwe. Mungu hakutumi na neno ama verse, anakufanya wewe ukue hiyo neno na hiyo verse. Bwana asifiwe. Mungu hakutumi kama neno, hakutumi na neno, anakutuma kama neno. Bwana asifiwe. So Bwana asifiwe. Kama umetumwa na neno, si hujatumwa na neno, umetumwa kama barua. Bwana asifiwe. Inafaa usomeke na watu wote. Inafaa ukuwe mtu ambayo ukipita mahali mtu anasema ule ni mtu wa Mungu, mtu anasema ule ni mtumishi wa Mungu. Hata kwa matendo, kama wakati wa baba walikuwa wanaenda kusulubisha Yesu, Petero alikuwa anazungukia kule mbali. Mama mmoja akamuuliza, si wewe ni mmoja wa watu ambao walikuwa na yule? Kwa nini waliuliza Petero? Kwa sababu kutembea kwake, jinsi anavyofanya vitu, ilidhihirisha kwamba Petero huyu anamjua Mungu. Petero huyu alikuwa na Yesu. Bwana asifiwe. So hata wewe, wacha vile unafanya, vile unatembea, wacha ikatambulisha ya kwamba unamjua Mungu, ikaonyesha ya kwamba Mungu anaishi katika maisha yako. Bwana asifiwe. Kwa maana wewe ni barua ambayo umetumwa ulimwenguni kote, umetumwa kwa mataifa, umetumwa kwa makabila tofauti. Bwana asifiwe. Na barua ambayo imetumwa lazima isomeke, ikuwe na maana. Barua isiposomeka haina maana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wewe usiposomeka na watu ambao wanakuzunguka, hauna maana. Bwana asifiwe. Na Mungu alikuumba uwe na maana. Na maana hiyo ukasomeke ndani, ukasomeke na watu, ukasomeke kazini, ukasomeke barabarani, ukasomeke kazini, ukasomeke kwa kazi, usomeke kila pahali penye upo.
ukasomeke, watu wakaseme yule ndugu anamjua Mungu, yule mama anamjua Mungu, yule dada anamjua Mungu. Kwa nini? Matendo. Kwa maana matendo yako ndio itadhihirisha umetumwa na nani. Kama umetumwa na Mungu, utaonyesha matendo ya kiungu ndani yako, na kama umetumwa na shetani, utaonyesha maneno ya ufalme wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana huwezi tumikia wafalme wawili kwa wakati mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Lazima maisha yako ikuwe barua. Acha mtu akikuona aseme napenda nikuwe kama mama yule, napenda nikuwe kama dada yule, napenda nikuwe kama ndugu yule. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana watu akianza kusema wanapenda kuwa kama wewe, hiyo ni kumwonyesha unafanya uinjilisti. Bwana Yesu asifiwe. Na uinjilisti lazima ukuwe na Mungu ndani yako ndio ufaulu. Bwana Yesu asifiwe. Kama hauna Mungu, hauna barua ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ukuwe na hiyo barua ambayo Mungu mwenyewe ameandika, ambayo Mungu mwenyewe amekutuma nao, ndiposa ufanye mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Your afterward is coming. Bwana asifiwe. Utasema afterwards. Bwana asifiwe. Baada ya miaka 400 utakuja useme kweli Mungu ni Ebeneza. Umbali ambao Mungu amenitoa, yeye ni Ebeneza. Bwana asifiwe. Kwa maana wana wa Israeli walipofika katika nchi ya utumwa walioahidiwa, walipofika katika nchi ya ahadi ambaye Mungu aliwaahidi, nchi ya asali na maziwa. Bwana asifiwe. Hiyo ni nchi ambayo kuna utele. Bwana asifiwe. Hakuna mateso. Bwana asifiwe. Walisema tulikuwa tunateseka, tulipitia yale, lakini sasa tunaona ushindi wa Mungu. Bwana asifiwe. Kwa kweli Mungu atakuwa Ebeneza ndani yako, na Mungu atakuwa Ebeneza katika maisha yako iwapo utabeba barua ambayo ni ya kiungu. Mungu atakushindania, Mungu atakupigania. Mungu hawezi kukuacha, kwa maana maandiko yanasema chini ya uvuli wa mauti nitakulinda. Bwana asifiwe. Gongo lake na fimbo lake litakuongoza. Bwana asifiwe. Lazima umtambue Mungu. Lazima utambue ya kwamba mimi ni barua ambayo nimetumwa, na mimi kama barua inafaa nisomeke na kina nani? Bwana asifiwe. Watu ambao unakaa na wao, watu wale ambao mnakaa na wao karibu, watu wako wa ukaribu sana, ndio ambao watakusoma wewe kama barua. Bwana asifiwe. Kwa hivyo jambo ambalo ninakuja kuomba mchana wa leo ya kwamba wacha tuwe barua ambayo tukisomeka, barua ambayo tukisomeka na watu, barua ambayo tutasomeka vizuri. Bwana asifiwe. Tusikuwe barua ambayo tunasomeka kwa mabaya. Ukipita mahali kitu ya mtu ilikuwa hapo, anasema ameenda nayo. Bwana asifiwe. Hapana. Inafaa tukue barua ambayo tunamjua Mungu aishie milele. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ningependa nimkaribishe evangelist amalizie. Karibu sana. Ndilo neno la siku ya leo ambalo Mungu alikusudia tuweze kulipata. Somea katika kitabu cha Korintho wa pili kuhusu barua ambaye anasema imeandikwa ndani ya mioyo yetu. Haijaandikwa kwa mkongo, haijaandikwa kwa kichwa, lakini imeandikwa ndani ya moyo wako. Biblia inasema kwamba linda sana moyo wako, maana hapo ndipo chemichemi za ukweli zinatoka. Ndani ya moyo wako ni barua ya aina gani ambayo imewekwa ndani?
barua ulio nayo ni barua ya kujenga mtu ama ni barua ya kupomoa mtu? Barua iliyowekwa ndani ya moyo wako ni barua ya kumpa mtu moyo ya kwamba kesho utashinda, ama ni barua ya kumwambia hautaweza? Barua ulio nayo wewe ni barua ya kumuinua aliye chini kumweka juu, ama ni ya kumtoa aliye juu kumrudisha chini? Biblia inasema kwamba barua iko ndani ya moyo wako, inasomwa na watu kwa matendo yako. Unapofika mahali, unapotembea, unapotoa ushauri wakati umeitishwa, unapotoa wasia kwa watu wawili wanaozozana, unapotoa wasia kwa jamii, kwa familia, unatoa wasia wa aina gani? Maana hiyo barua ndiyo inayosomwa. Bwana Yesu asifiwe. Barua iliyo ndani mwako ndiyo inayosomwa. Ni barua itakayompa mtu moyo, ni barua itakayompa mtu ushuhuda wa kesho, ya kwamba licha ya kwamba leo umeshindwa, lakini kesho nina imani ya kwamba utaweza kufaulu. Tunakuwa tunajiuliza maswali, ni kwa nini wale walio ndani ya nyumba ya Mungu, hao ndio wanapopata shida, hao ndio wanaojaribiwa, hao ndio wanaopewa mapigo, hao ndio wanaolaumiwa? Lakini neno linatuambia kwamba ni barua ambayo inachengwa. Unapitia katika mapito mazito, unapitia katika mambo magumu, unapitia katika hali ambayo inatamausha, ili kesho yake ukuwe barua utakayosomwa. Wakati mtu atafika katika hali kama hiyo, atakuja kukuuliza jambo hili nafanywaje, utamwambia nilipitia kwa hali kama hiyo. Kuna wakati nilikuwa kwa hiyo shimo, kuna wakati nilikuwa kwa hiyo matatizo, kuna wakati nilikuwa na hiyo ugonjwa, lakini kwa sababu ya matendo ya Mungu nina imani hata wewe utashinda. Bwana Yesu asifiwe. Barua ambayo iko ndani ya mioyo yetu, barua ambayo tumeijenga. Tusiwe watu wa kulalamika. Kila wakati wa shida kidogo unalalamika, wakati wa magonjwa kidogo unalia, wakati wa njaa kidogo unalia. Barua yetu itakuwa ni barua ya kulalamika kila wakati, itakuwa ni barua ya kurusha maneno, lakini iwe barua ambayo ni ya kutia mtu moyo. Bwana asifiwe. Amen. Barua ambayo wakati watu wanaangalia ni barua ya kupendeza, ni barua ya kuinua mtu, ni barua ya kumtia. Kwa hivyo ikiwa wanasoma barua zetu sisi tulio ndani, wanaona zikiwa namna gani, na sisi vile vile tunasoma pia barua za wale walio nje. Unaona barua iliyo ndani ya moyo wake ni barua inayostahili ama ni barua haifai, ni barua ya kujenga ama ni ya kupomoa? Utamshauri vipi mwenzako ambaye unaona barua iliyo ndani ya moyo wake haisomeki kwa njia inayostahili? Maana ikiwa sisi ni barua, hata wale walio nje pia ni barua. Vile wanavyotusoma sisi, hivyo ndivyo nasi tunawasoma. Wewe unamsoma ukimwona vipi? Unaona kweli hii barua ya ndugu yako sio nzuri, anaenda kwa njia isiyo stahili, hii njia anayofuata itamwangamiza, hii njia anayofuata atapotea, hii njia anayofuata itampeleka kwenye shimo. Hiyo ni barua ambayo unasoma kwake. Unafaa umwelekeze, umwambie ndugu, hii njia haifai, kuja tufuate njia hii ambayo inastahili. Maana unaposoma barua yake unaona ni barua ya kuangamiza, lakini kwako kuna barua ya uzima. Chukua hii barua yako, mwelekeze ndugu yako ambaye unaona mienendo yako haifai. Usiwe wa kuangalia tu, ule wa kusema wacheni aende, ninajua hata pale mbele hata faulu. Kuna wengi walienda hiyo njia, saa hii hawako. Huyu alijaribu hii mambo hataweza. Tusiwe watu wa kuangalia, wa kungoja matokeo itokee mapaya, kwa sababu tumeshasoma barua zilizo ndani ya mioyo yao. Tunaona mienendo yao sio mizuri, mielekeo yao haifai, wanaenda kwa njia mbaya, wanaenda kwa wakanga, wanaenda kwa usherati, wanaenda kwa hiyo hapa na pale, wanafanya mambo ya kisa. Hizo ni barua ambazo tunasoma. Wanaposoma zetu wakiona ni mzuri, na sisi tusome zao, tuwatoe pale kwenye kisa, tuwatoe kwa hizo barua mbaya, tuwatoe kwa hizo barua za uchawi, tuwalete mahali ambapo tupo, ili tutembee katika njia moja, tuwaonyeshe mwangaza. Biblia inasema kwamba taa ikiwashwa haiwekwi chini ya kitanda, inawekwa juu ya kinara, ili wale wanaohitaji mwangaza wauone. Taa imewasha ndani ya moyo wako. Ile barua inayosemekana ni taa. Hii taa umeiweka wapi? Umeiweka chini ya meza ama umeweka juu ya meza? Ili wale wanaohitaji mwangaza waangalie hiyo taa yako, waseme mahali fulani kuna mwangaza. Wakati atakuwa na shida aseme, nikienda kwa huyu mama ninajua nitapata jawabu, nikienda kwa huyu ndugu ninajua nitapata suluhisho, nikienda kwa yule data ninajua atanielekeza. Ama ni yule atakuwa na shida, anasema hata huyu anaendanga kanisa lakini najua hata nisaidia. Kwa sababu umeweka barua yako chini ya meza, umeweka taa yako chini ya kitanda.
taa iliyowasha ndani ya moyo wako iweke kwenye kilele, iweke kwenye mlima, iweke kwenye mesa, mahali watu wataona, wakiwa hata katika shimo pale wanaona mangali kuna mwangaza, wanasema tukienda pale tutapata msaada, wanasema tukienda pale tutapata jawabu. Kuna watu wanateseka katika hali ngumu, wanateseka katika magonjwa, lakini wakaangalia katika environment hakuna kitu yochote wanaangalia. Inafaa waone hiyo taa yako ambayo imewaka. Wakati mtu yuko ndani ya magonjwa, yuko ndani ya shida, aangalie msaada utatoka wapi. Akikuona wewe anaona suluhisho, akikuona wewe anaona kupenya, akikuona wewe anaona tumaini la kesho, akikuona wewe anajua ataishi tena. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ndilo neno Mungu anatukusudia mchana wa leo, ya kwamba sisi ni barua, na hii barua imeandikwa ndani ya moyo ambayo inasomwa na watu, na vile wanavyosoma barua zetu sisi pia tunasoma barua zao. Tunasema nini? Mwenzako ikiwa anapotea, mwelekeze kwa njia inayostahili. Ikiwa anaendelea mendo isiyokuwa mizuri, mwelekeze vizuri, ili sote tuingie kwa njia ambayo inastahili, tufike mwisho wa siku aseme kama sio tata fulani kuniokoa singekuwa mahali ambapo nipo. Aseme kama sio huyu ndugu nilikuwa ninapotea huko chini. Aseme kama sio tata yangu kunikujia nilikuwa nimeangamia. Aseme kama sio fulani kuniita mahali nilikuwa nikaenda akanirudisha, haikuwa njia mzuri. Tusiwe watu tumekatu kwa sababu sisi tumepata, tunasema wacha tutulie, wacha tuone wengine watafanya nini, wacha tuone vile tutatembea, wacha tuone vile watenda. Tuwaendee wale ambao wako nje, ambao barua zao haziko sanifu, ambao barua zao haziko kamilifu, tuwalete wakae pamoja na sisi. Pia barua zao zisomeke vile zetu zinavyosomeka. Unaweza kubadilisha barua ya mwenzako ambayo unaona haisomeki vizuri. Unaweza kubadilisha barua ya jamii yako ambayo unaona haisomeki vizuri. Unaweza badilisha barua ya familia yako. Watu wameweka majina tofauti, wanasema hii ni familia ya ulevi, hiyo ni barua imeandikwa. Lakini wewe unaweza kuibadilisha hiyo barua, uitoe katika ulevi uilete katika mwangaza, uitoe katika uchawi uilete katika neno, uitoe katika fitina uilete katika mesa ya Bwana. Una huo uwezo. Hiyo ndiyo barua inasemekana imeandikwa, na imeandikwa ndani ya moyo wako. Haijaandikwa nje mtu ataifuta, haitaandikwa nje mtu atabadilisha, haitaandikwa nje mtu ataikarabati. Imeandikwa ndani ya moyo ikiwa na makusudi ya kwamba ukiilinda itatoa matunda na itatoa mazao. Tusimame juu kwa miguu yetu. Hilo ndilo nina mchana wa leo. Ukiangalia wewe ni barua ya aina gani? Ni wangapi umeona wakiwa barua zao umesoma hazikukufurahisha, lakini haukuchukua hatua? Ni wakati huu tumwambie Mungu ya kwamba Jehova, umesema sisi ni barua. Watu wanatusoma vipi wanapotuona huko nje? Watu wanatusoma vipi tunapotembea? Je, matendo yetu inaridhisha? Je, matendo yetu inafaa? Je, matendo yetu ni ya kumtia mtu moyo? Je, matendo yetu ni kumwambia mtu utaweza? Matendo yetu ni kupa mgonjwa matumaini akiwa kwenye kitanda chake akiugua, ukifika pale akuone, achue vile umefika nitapona? Ama wewe ni kumwambia jinsi tunavyoona huyo hatapona, jinsi tunavyoona huyo hataweza, jinsi tumemwona hata kama tumeomba tu lakini hakuna matumaini, tumeomba tu lakini kesho haitafika, tumeomba tu lakini hatamaliza wiki hii. Biblia inasema tuwape watu moyo, tuwe barua ambayo ni nzuri, barua ambayo inaeleweka, barua ambayo inainua, ya kumuinua mtu chini. Alikuwa amekata tamaa, anasema kesho siwezi, lakini anapokuona anatabasamu ndani ya moyo, maana barua iliyo njema imeingia, maana barua ya ushindi imefika, maana barua ya baraka imefika kwake, na wawe na matumaini. Ningependa tuombe pamoja na wewe kwa ajili ya mchana huu wa leo, ili Mungu akeuze barua zetu ambazo hazisomeki vizuri zikuwe barua zinazokubalika, na atupe uwezo sisi kama watoto wake, atuelekeze, atutume, ili wale ambao barua zao hazipendezi tubadilishe hizo barua zikuwe barua za kusomeka. Amekupa uwezo wa kusoma barua ya mwenzako ili uweze kuibadilisha, na amempa huyo uwezo wa kusoma barua yako ili aweze kuchukua mfano. Tuwe ni two-way traffic. Wanaposoma barua zilizo ndani ya mioyo yetu, sisi nasi tunasoma zilizo ndani ya mioyo yao, tukiwa na kusudi na lengo ya kwamba tuwatoe mahali ambapo wako, ili watembee pamoja nasi, wakuje kwenye mwangaza huu, wakuje kwenye nuru hii, wakuje kwenye matunda hii, ili Bwana wa amani aweze kutubariki. Inua mkono wako juu tunapoenda kuomba.
Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru jioni hii. Umekuwa mema, umekuwa mwaminifu. Tazama Jehova, umenena kwetu kuhusu barua ya kwamba sisi ni barua ambayo inasomwa na ulimwengu. Tunajua Mungu hatujakamilika, tunatenda mengine ambayo wanasoma wanashangaa, lakini Jehova, zaidi ya yote tunaomba neema yako ipitayo ufahamu wa wanadamu ikaandamane nasi katika kila njia, ili tunapotembea Bwana, tuonyeshe mfano ulio mzuri, tuonyeshe sura kamili ya Kristo, tuonyeshe njia ambazo Baba ulitenda, maana walio wako wanafanana na wewe, walio wako wanatenda kama wewe. Jioni ya leo Mungu, mioyo yetu umesema ni chemichemi ya ukweli. Tunaomba kila moyo uliovunjika Baba uukange mjana wa leo, kila moyo uliopotea Jehova urekeshe ndani ya zizi yako, kila moyo uliokosa amani urekeshe amani Bwana, ili zikawe barua zinazosomeka nasi tunapotembea Bwana. Kuanzia wakati huu umenena nasi, tunapowaona wenzetu barua zao ambazo hazisomeki vyema, tupe hekima ya kuendea Jehova, ili kunena nao wazia wako, ili kushiriki nao neno lako, ya kwamba tukawatoe katika kisa, tukawalete ndani ya mwanga huu. Asante, maana wewe ni Jehova. Kila mmoja aliyeshiriki neno hili, ninaomba Bwana wa mabwana, lisianguke kwenye miipa, lisianguke barabarani likanyagwe na watu, lisianguke mahali likose mwangaza, bali anza kulifanyia kazi Jehova, lipalilie ndani ya mioyo yetu, ulinyunyizia maji Baba, ili likakomae likalete matunda. Kesho kutwa tukuja wawili watatu, maana wamesoma matendo yetu, maana wamesoma barua zetu na wameona kwamba zinafaa. Asante, maana wewe ni Jehova. Kila mmoja aliyeingia ninamuombea, waliingia wakiwa wameghadhabika, lakini kutoka wanaimba wimbo mpya, maana wamekutanika nawe Jehova. Tulikuita tulipoingia Bwana, tukasema tembea ndani yetu. Umetembelea kila mmoja wetu Bwana, umeona haja ya moyo wake, umeona yale anayopitia, umeona tamanio lake Baba. Kuanzia wakati huu Jehova, ninatapiri mabadiliko ndani ya maisha yao. Waliokuwa chini wanaanza kuinuliwa, waliokuwa na magonjwa wanaanza kupona, waliokata tamaa unawapa tumaini jipya, maana unasema kwako kuna msaada. Wanaheri walioingia ndani ya nyumba yako, maana utatenda jambo jipya kwa maisha yao. Asante Jehova Mfalme, wewe ni Bwana na wewe ni Mungu, utatutenda yaliyo kila wakati yaliyo mema. Baba, tukumbuke tunapotembea, tutembee kwa ukweli, tutembee ndani ya mwangaza, tusiwe barua ya kusomeka tu tukiwa kanisani, bali hata nje watuone ya kwamba tunafaa, kwa sababu wewe ni Mungu na kwa sababu unastahili. Aliyesimama kwa ajili ya neno, tunamuombea neema Jehova, muinue viwango hati vingine, ili kesho pia atufundishe na aweze kutupeleka viwango vingine, maana wewe ni Mungu unayewachilia mafuta. Ulitufundisha asubuhi kuhusu upako, waja upako wa Roho Mtakatifu ukashuke ndani ya kila mmoja wetu Jehova, ili tuonekane tukifanya kazi yako na kuukamilisha mwili wako. Tenda, maana wewe ni Jehova. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na atakuamini, na wote tuseme amen, amen.